days. Unapoangalia jambo linalotendeka na ukweli linachukua changamoto tofauti vile watu wanaangazia. So coming back to King Ahab, who hates the man of God. Tunaporudi kwa huyu mfalme Ahab ambaye anachukia manabii wa Mungu. So he says, this man I hate. Akasema huyu mtu namchukia. The word hate is so heavy when you say I hate this person. Neno chuki ama kuchukia ni neno la uzito sana. We may happen to meet this word in the vocabulary of people nowadays. Tunaweza tumia neno hili kwa watu kuangazia watu wa siku hizi. But some people will not look at face to face as they meet their friends. Watu hawaangaliani macho kwa macho wanapokutana na marafiki zao. Because he has addressed something which he does not like about you. Kwa sababu ameangazia jambo ambalo halikupendezi wewe. So you know the context now when the 400 said the king you go. Hao 400 waliposema mfalme nenda. In the meanwhile when the king said there is another one. Wakati huo mfalme akasema kuna nabii mwingine. So good enough he said now let's call for that man. Vizuri zaidi wakasema hebu tumuite huyo aliye. So they sent a messenger. Wakatuma mtu. When the messenger went where Micaiah was, alipomwendea mahali Micaiah huyo alikuwa. So this messenger helped at least to court him. Huyu mtumishi alikutana naye. The Bible says he had to tell him how to speak. Biblia inasema ilibidi amfunze jinsi ya kuongea. So I want you to go to the same chapter, 1 King chapter 22. Fungo hilo la Wafalme ya kwanza 2:22. So you go to verse 13. Hadi fungu la 13. Verse 13. Fungu la 13. The messenger has been sent to go and look for Micaiah. Huyu mtumishi anatumwa ili aweze kumtafuta huyu nabii aliyeitwa Micaiah. Likely some scholars say he was locked somewhere and said send for me that man. Waandishi wengine wanasema alikuwa amefungiwa mahali. Huyu mtumishi akasema hebu munitie. So the messenger went and met him there. Kwa hiyo mtumishi akaenda akakutana naye pale. And he started to coach him and said, you know what is happening? Akaanza kumfunza, unajua kile kinachotendeka. The king wants to recapture Ramoth. Huyu mfalme anataka kuchukua mateka nchi hii ya Ramoth. And all the 400 prophets na manabii wote 400 have given approval. Wamekwisha mruhusu. So you are a very stubborn person. Wewe najua wewe ni msumbufu. You never hear when people tell you. Unajua usiangi vile watu wanakuambia. When 400 people have said approval, ikiwa watu 400 wote wakubaliana. So pay attention to what you're going to say. Kuwa makini kwa yale ambayo. Let's look to verse 13. Hebu tuangalie fungu la 13. First King chapter 22 verse 13. Wafalme ya kwanza 22:13. Let's see what the word of God says. Hebu tuone vile neno la Mungu linasema. Then the messenger who had come to call Micaiah spoke to him saying, now listen. Wakati yule mtumishi aliyetumwa kwenda kwa Micaiah alimwambia, now listen the words of the prophets. Hebu sikiza sasa maneno ya nabii. With one accord encourage the king. Manabii wote wengine wote kwa pamoja. Please. Tafadhali. Let your word be like the word of one of them. Nawe pia ufanye kama wao, umtabirie mema. And speak encouragement. Na umtabirie yaliyo mema. This is the messenger who has been sent to him. Huyu ni mtumishi aliyetumwa kwa Micaiah. I'm seeing here they are working together. Naona hapo wanatembea pamoja. To meet the two kings as they are sitting in front of the assembly. Wakutane na wale wafalme wawili walipokusanya wale wa manabii wengine wote. And you see the ground full of 400 people. Unaona prophets and many others. Uwanja huo wote umejaa hao manabii wote 400 na watu wengine wote. So I tell him, listen. Akamwambia sikiza. In my place they said, you listen. Katika sehemu wanasema sikiliza vizuri. The other prophets have already approved. Wale wengine 400 wamekwisha kubaliana. Now watch out what you're going to say. Sasa wewe kuwa makini kwa yale unayoenda kusema. Be like one of them. Kuwa kama wao. Do you remember the question of the day today? Unajua unakumbuka swali la ambalo tulikuwa nalo leo? Where are the prophets of the day? Wapi wale manabii wa kisasa wa leo? He said, you be like them. Wewe akamwambia wewe kuwa kama wao. When you reach there, utakapofika pale kwa wafalme, don't say anything different from what the others
have said. Tuseme chochote kinyume na yale wengine wamesema. Now this is where I like Micaiah. Hapa ndipo ninapenda huyu Micaiah. There is a good statement he gave. Kuna ujumbe mzuri ambao alipeana. Actually, there are two characteristics to point out in the life of Micaiah. Kuna sehemu mbili za kutazamia katika maisha ya Micaiah. He knows what is facing him. Anajua yale ambayo yanamkumba. But he knows what he stands for. Lakini pia anajua yale ambayo anasimamia kweli. Beloved, I know what you stand for. Anajua pia wewe mpendwa, kile ambacho unasimamia cha kweli. Me and my family we stand for Jesus Christ. Mimi na familia yangu tunasimamia Yesu Kristo. If anyone who join me say me and my family we stand for Jesus Christ. Sema mimi na familia yangu tunamsimamia Yesu Kristo. He knew what would happen. Alijua kile ambacho kingetendeka. So this man, huyu mtu, two characteristics can point out from him. Kuna tabia mbili ambazo tunazipata kutoka kwake. He is committed. Yeye amejitolea. He is faithful. Yeye ni mwaminifu. He is a man who knows what he stands for. Ni mtu ambaye anajua kile anasimamia. Truth for him is what he stands for. Ukweli ndani yake ndio anaosimamia. He has received the oracle from God. Amepata ujumbe huu kutoka kwa Mungu. And I believe before going here to call God, oh God help me. Najua kabla aenende alimuita Mungu akamwambia Mungu niongoze. Is it wise I should advise the king? Nipe maneno ambayo ningependa kumshauri mfalme. Anytime you take your decision, know whether it is according to the will of God. Kila wakati nafanya uamuzi, jua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Be it little matters may be at the family level. Mambo kadhaa yanaweza kuwa katika familia yako. Among your children, among your sons, among your family members. Watoto wako, wake zako, familia yako na jamii yote. Be it a decision taken at your workplace and the place of work. Ni uamuzi katika sehemu yako ya kazi. Or within the society or community where you impact in some way or somehow. Ama katika jamii mahali ambapo uko na wosia. So Micaiah said, Micaiah akasema, he has consulted God. Yeye anamshauri Mungu. Says whatever God will tell me, that's what I will tell. Kile ambacho Mungu ataniarifu ndicho nitawaambia. What did he tell the messenger? Je, alimwambia mtumishi nini? I understand what you tell me. Naelewa yale ambayo umeniambia. You know the situation. Unajua hali ilivyo. You know the king has given an approval. Unajua mfalme amekwisha kubaliwa. But yes, I accept. I go to tell him. Ndio nakubali, nitaenda kumwambia. But what you tell me, lakini kile ambacho unaniambia, what you advise me, kile ambacho unanishauri, you know, sometimes someone can advise you. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kushauri wewe. He's advising you in a way that you become on his side. Lakini anaweza kukushauri ili ufanane naye, ukuje katika sehemu yake. And then you go away from your path of truthfulness. Na kisha uteleze kutoka kwa sehemu yako ya kweli. What did he say? Alisema nini? Verse 14. Fungu la 14. And Micaiah said, lakini Micaiah akamjibu, as the Lord lives. Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu aliye hai. That's interesting in Swahili. Yes. Ninaapa. Yes. I vow. Ninaapa. As the Lord lives. Kwa Mwenyezi Mungu aliye hai. Whatever the Lord says to me, mimi nitasema tu yale atakayoniambia Mwenyezi Mungu. That I will speak. Ndiyo nitasema. Whatever the Lord says to me, atakayoniambia Mwenyezi Mungu, that I will speak. Ndiyo nitasema. I don't know. Sijui if you have been in a situation whereby you have to cross check. Umekuwa katika hali ambayo unajipima kwanza. And you know the consequences that can be involved. Yale matokeo yote yatakuwa katika sehemu yoyote ambayo utachagua. There are small things which happen in our life. Kuna mambo madogo madogo yanatendeka katika maisha yetu. And so when we send to travel, you need to take a test of COVID. Ikiwa utasafiri lazima upimwe ugonjwa wa COVID. I tell you from 3 or 4 places you have to be checked every 3 days. Unajua katika nchi 2-3, sehemu 2-3, siku 2-3 lazima upimwe. There's a man who comes to the doctor. Kuna mtu aliyekuja kwa daktari. I'm traveling. This is so important. Akamwambia ninasafiri na hii ni muhimu sana. I've heard. Nimeambiwa, nimesikia.
But see, this is important. Unajua hii ni muhimu sana. It is logic. Ni ya kufikiria, ni ya muhimu. Now, if it turns out to be positive, ikiwa nitapimwa na ionekane niko na huo ugonjwa, let's see whether the other way round. Sijui, hebu tuone kama itakuwa jinsi hiyo nyingine. I'm ready. Mimi niko tayari to whatever you can tell me. Kile ambacho utaniambia nifanye. And I'll do. Na nitafanya. That's very small matter. Unajua hilo ni jambo dogo sana. But there are other issues. Lakini kuna mambo mengine bigger than that. Makubwa kuliko haya. I visited a church where committees have sat for a long time. Nimeingia katika kamati za kanisa ambazo zimekaa kwa muda mrefu sana. And these issues has taken almost years. Na mambo haya yamechukua miaka na mikaka. I said, now what happens? Nasema nini kilitendeka? So and so well registered to get married in our church. Mtu fulani alikuja katika kanisa letu ili aweze kufunga ndoa. But there are requirements and instructions that need to be followed. Lakini kuna maagizo anastahili kuyafuata. But when things were found in a different way, lakini mambo yalipopatikana kwenda kinyume, so that we've prepared everything. Wakasema tumeshaandaa kila kitu kwa everything is ready. Kila kitu kiko karibu kwa harusi. And the guests are coming. Na wageni wanakuja. And now, what can we do? Tunafanya nini? It's logic. People have come, we have invited them. Watu wanakuja, watu wamesema wanakuja, tumewaalika. Got to say there are situations, kuna hali where the circumstances can lead you to think that it is correct. Wakati hali inaweza kufanya ufikirie ni ukweli. And people have come with the term political correct. Na watu wamekuja kuwa kweli katika kisiasa. But I believe the lesson from Micaiah today, lakini funzo kutoka kwa nabii huyu Mikaya leo, and where you need to start to know where are the prophet today, na jinsi ndivyo hivyo kujiuliza wapi manabii wa sasa. See what the lesson Micaiah is giving. Angalia funzo ambalo Mikaya anatupa. He is a committed man. Yeye ni mtu amejitolea. He knows what he believes in. Anajua kile ambacho anachokiamini. And what he stands for. Na kile ambacho anasimamia. No matter the circumstances, they will not change what he believes in. Hata kama hali zitabadilika, haziwezi mbadili yeye. Am I saying some sense here? Je, ninasema jambo fulani kwenu? I'm an African. Mimi ni Mwafrika. I'm an African. Mimi ni Mwafrika. I believe God needs to tell us, and me and you. Lakini naamini Mungu anastahili kunizungumzia mimi nawe. Musema, even if you are an African, ikiwa mchungaji wewe pia ni Mwafrika. I know even in Europe or America too. Najua pia wale wazungu pale Amerika pia. The Bible is for us, everybody, for us too here. Biblia kwa kila mmoja. I think the lesson is also good for anyone. See what Micaiah has said. Funzo hili ni muhimu kwa kila mmoja. Tazamia kile Mikaya amesema. Micaiah said to the messenger sent to him. Mikaya akamwambia huyu mtumishi aliyetumwa kwake. I know what you have told me. Najua kile ambacho umeniambia. You want me to compromise. Najua ungependa niache yale kweli ninayajua. Let me say just as the other people have said. Wacha niseme vile wengine wamesema. He said. Lakini akasema. So to find from verse 14. Na hayo ndio unapata fungu la 14. And Micaiah said, as the Lord lives. Bila Mungu anapoishi. Whatever the Lord says to me. Atakao niambia Mwenyezi Mungu. That I will speak. Ndio ninayasema. The other side that we want to know. Kuna sehemu nyingine tungependa kujua. He will be taken out to the king and tell him. Atachukuliwa kwa mfalme na mwarifu. Now he is now in front of the king. Sasa yuko pale mbele ya mfalme. And remember, one king has made a very strong statement about him. Unajua mfalme amesema mambo fulani kuhusu huyu nabii. What is the statement of Ahab? Ahab alisema nini? This man, huyu mtu, I hate him. Ninamchukia. Why? Ona, he never tell anything good concerning me. Kwa sababu atabiri mambo mazuri kuhusu mimi. Now he comes. Sasa anakuja. Now you come here, man of God. Ndio hapa mtu wa Mungu. And I don't know whether the king knew that he due respect to the man of God when he came. Sijui kama mfalme alijua ako na heshima mbele ya mtu wa Mungu. Then they started saying, now speak, now give us the oracle from God. Wakamwambia sasa zungumza, tuambie yale yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. He would start stammering, speaking not straightforward. Akaanza kutapatapa na maneno sio kuongea kwa hakika. But sometimes you need to see the way a person speaks. Lakini wakati mwingine unastahili kuchunguza vile mtu anazungumza. You know,
Nilipochagua fungu hili, I found it was repeated from First King. nikagundua kwamba ilikuwa inaongoza kutoka Wafalme ya kwanza. And it's also the same story taken in Second Chronicle. Ni hadithi hiyo ukiangalia kitabu hicho cha Chapter 18. 18. Almost the same. So if you read from verse 4 and 6, you'll find the same words here. 4 hadi 6 ni hadithi hiyo hiyo. Then I said, why is this repetition? Mbona mambo haya yanarudia? It is such important to note why is this repeated. Muhimu kuangalia mbona mambo haya yanarudiwa. So the way the person speaks, you need to take notes. Bila mtu anazungumza wastahili kuchunguza. He would say, okay, you agree you will have to go and you will. Unakubali ya kwamba utaenda na utashinda vitani As it was told to you. vile ulivyoambiwa. But the king got nervous. Lakini mfalme akaogopa. The king said, verse 16. Mfalme akasema fungu la 16. Verse 16. 16. So the king said to him, lakini mfalme akamwambia, how many times shall I make you swear that you tell me nothing but the truth? Nitakuapisha mara ngapi kwamba unaposema nami kwa jina la Mwenyezi Mungu ni lazima uniambie ukweli mtupu? He did not hear properly. Hakusikiza vizuri. But the prophet of God had said it. Lakini nabii wa Mungu amekwisha zungumza. He had told him, king, black and white, if you go, you will not come back. Alimwambia mfalme kwa nyeusi na nyeupe, ikiwa utaenda vitani, hautarudi. This decision is not according to the will of God. Uamuzi huu si kulingana na mapenzi ya Mungu. So I said that the characteristic of this man of God, Micaiah, one, he is a man who is committed. Tuliangalia tabia ya huyu mtumishi wa Mungu Mikaya. Moja, amejitolea. Number two, ya pili, as we want to go close to the end, tunapomalizia, this man, huyu mtu is ready for the consequences. Yu tayari kwa chochote kitakachotokea. This man is ready for whatever may come. Huyu mtu yu tayari kwa chochote ambacho kitamkujia. He told the king, akamwambia mfalme, you will not. Hutarudi. What happened there? Nini ambacho kitatendeka? So the king now is telling his friend, kwa hivyo nabii mfalme huyo anamwambia rafiki yake, King Jehoshaphat, ambaye ni mfalme Yehoshafati, I told you. Nilikwambia. I said this man never tell anything positive concerning me. Huyo mtu aongee mambo mazuri kuhusu mimi. So now when you hear that from a king, sasa unaposikia hayo kutoka kwa mfalme, what will come? Nini kitakujia? Immediately the word of the king was a decision. Papo hapo uamuzi huo wa mfalme to get rid of the man of God. Ukawa ya kwamba huyu mtu aangamizwe. The Bible says, Biblia inasema, that's how then the story ends. Hivyo ndivyo hadithi hiyo inaisha. And we intended to close it at this moment. Na tunastahili kumaliza kufikia papo. So the king, verse 26. Fungu la 26. So the king of Israel said, take Micaiah and return him to Ammon, the governor of the city, and to Joash, the king's son. Naye mfalme wa Israeli akatoa amri, mkamateni Mikaya, mrudisheni kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme. This man needs to have a lesson. Huyu mtu anastahili kuwa na funzo. Where did he end up? Where did he end up? Alimalizia wapi? The Bible says, Biblia inasema, take this fellow where? Mkamateni huyu mtu mchukue wapi? To prison. Pale kwa jela. What food are you going to give to him? Utampa chakula kipi? Give him water and the bread of affliction. Mpe maji na mkate ambao si mzuri. It's not easy when you stand for truth. Sio rahisi kusimamia ukweli. But he was ready, lakini alikuwa tayari to bear the consequences, ili aweze kulipia yale matokeo. In the name of the Lord. Kwa kusimamia neno la Mungu. And I believe you and me, naamini wewe nami, no matter the life we are living in today, haijalishi unapoishi wakati huu, I pray with you and for me that you stand firm in your faith. Naomba kwako nami tusimame imara katika imani yetu. Sister White has made this clearly. Mama White amesema haya kwa bayana. For those who read the book of education, page 57, ambao wanasoma kitabu hicho cha elimu ukurasa wake 57, clearly indicating the great want of the world today. Inasema ulimwengu wa sasa unahitaji nini? The greatest want of the world is the want of man. Hitaji kuu la ulimwengu ni
of all gender. Si wanaume pia wake wako pale na watoto wa kila jinsia. Let's understand that in that way. Hivyo ndivyo tunastahili kuelewa. But these people of God, watu hawa wa Mungu, who will not be bought or sold, hawatanunuliwa wala kuuzwa, men who in their inmost souls, watu ambao katika undani wao are true and honest, ni wa kweli na wa haki, men who do not fear to call sin by its right name, ambao hawaogopi kuita dhambi kwa jina lake halisi, men whose conscience is as true to duty, ambao mawazo yao ni ya hakika katika mambo ambayo wameitwa kufanya, as the needle to the pole, kama vile sindano katika uzi katika sindano yake, men who will stand for the right though the heavens fall. ambao watasimamia ukweli hata mbingu ziweze kuanguka. Brothers and sisters, Ndugu zanguni, the world we are living in, ulimwengu wa sasa ambao tunaishi, there is a need of knowing where are the prophets of God. kuna haja ya kujua manabii wa Mungu wako wapi. Where are the prophets today? Manabii wako wapi sasa? I may say I'm not among the 400, Naweza kusema mimi si baina ya wale 400, or maybe I'm like Micaiah. pengine mimi ni kama nabii Mikaya. But let's watch this carefully. Lakini tuangalie kwa makini Characteristic of faithfulness, tabia ya wale ambao ni waaminifu, characteristics of endurance and perseverance, tabia ya uvumilivu, characteristic of commitment, tabia ya kujitolea, characteristic of brevity and trustfulness, tabia ya kuwa na akili timivu, are so important that they need to guide your life and my life. ni ya muhimu kuongoza maisha yako na maisha yangu. This reason why Paul said, when you read from Galatians chapter 4 verse 16, Kuna sababu Paulo anazungumza Wagalatia hiyo 4:16 hadi 18. it should be our last verse as we want to conclude. Inaweza kuwa fungu letu la mwisho tunapomalizia. So Galatians chapter 4 Wagalatia 4 verse 16 and 17. 16 hadi 17. The Apostle Paul Paulo is writing what follows. anasema anaandika yale yafuatayo. Speaking to the people he had been ministering unto. Kuzungumzia watu ambao alikuwa anawahudumia. Have I therefore become your enemy because I tell you the truth? Je, mimi nimekuwa adui yenu kwa sababu ninawaambia ukweli? They zealously caught you back for no good. Hao watu wengine wanawahangaisha nyinyi, lakini nia zao si njema. Yes, they want to exclude you, Wanataka kuwatenganisha nami, that you may be zealous for them. ili ninyi muwahangaikie wao. But it is good to be zealous in a good thing always, Kwa kweli ni jambo jema daima kuwahangaikia wengine katika mambo mema, and not only when I am present with you. na si tu wakati mimi nipo pamoja nanyi. Beloved, Ndugu wapendwa, the world we are living in ulimwengu wa sasa ambao tunaishi has so many traps kuna mambo mengi that we need to remember. ambao tunastahili kuyakumbuka. For those who studied literature, Kwa wale ambao walisoma mambo ya and fasihi, it comes to my mind someone called Mark Twain. inakuja kwa mawazo yangu mtu mmoja aliitwa Mark Twain. This man has made a statement with me. Huyu mtu amesema jambo fulani. A lie can travel halfway around the world. Uongo unaweza kutembea jinsi sehemu nusu ukizunguka ulimwengu. A lie can travel almost halfway the world. Uongo unaweza sambaa karibu nusu ya ulimwengu wote. So maybe let's say from Nairobi to Kisii, Pengine kutoka Nairobi hadi Kisii, while truth is just putting on its shoes. ile hali ukweli umevalia viatu vyake. So while truth is just waking up, Wakati ukweli unaamka, maybe close to Limuru, pengine kama uongo umefika pale Limuru, the lie has already passed by, maybe I don't know, close to the uongo umefika Lake Ahero Victoria. kuelekea Lake Victoria. So he said a lie can travel halfway around the world. Uongo unaweza tembea sehemu nusu kuzunguka ulimwengu, While truth is putting on its shoes. wakati huo ukweli ukivaa viatu vyake. We need to know, Tunastahili kujua, Christ told us Yesu alituambia that when we have truth, it will set us
free. Wakati tuko na ukweli utatufanya tuwe huru. But when we are not in the truth, Wakati hatumo ndani ya ukweli, we become slave of the one, yet we have been liberated already. tunakuwa watumwa wa huo uongo ambao tulikuwa tumekwisha ujua hapo awali. So, beloved today, Kwa hivyo wapendwa, wakati let Micaiah be a lesson for us. Yesu Mikaya awe funzo kwetu, Faithful servant of God, na mtumishi mwaminifu wa Mungu. let you know that in the shaking moment, Wewe ujue wakati wa kutikiswa, that's the time when things get hard. wakati huo mambo yanakuwa magumu. But let me tell you, Hebu ni waarifu, there are people who are seeing the light in the Seventh-day Adventist Church today. kuna watu wanaona mwanga katika kanisa la Waadventista wa Sabato wakati huu. Last time I was sent a message on my WhatsApp. Wakati fulani nilitumiwa ujumbe katika WhatsApp yangu It took Sabbath ago, Sabato mbili zilizopita. and I know this also happening in Kenya and any other places. Najua pia haya yanatendeka hapa Kenya na sehemu nyinginezo. There is a drive leading people from where they were to come to the truth, where in the Seventh-day Adventist Church. Kuna msukumo ambao unaondoa watu mahali walipokuwa hadi kuwaleta kwa ukweli wa kanisa la Waadventista wa Sabato. This is a big responsibility you and me is upon your shoulders and our shoulders. Hilo ndilo jukumu ambalo tumetupwa mimi nawe katika mabega zetu. We may not see it. Hatuwezi keti Just as Steve said, tuseme during the daylight you don't see the stars. wakati wa mwanga huwezi ona zile nyota, But when it is dark, lakini ukiwa giza you start seeing the stars. utaanza kuona nyota moja moja. In the daylight, we look forward heaven. Wakati kuna mwangaza tunaangalia pale mbingu. And what is the White said from 5th testimony, chapter 80, verse 80, let's say page 80. Mama White anasema nini katika kitabu hicho chake, ukurasa wa the fifth testimony, ukurasa wa 81. In the daytime, we look toward heaven. Wakati wa mchana tunaangalia mbingu, But we do not see the stars. lakini hatuoni nyota, But they are there, lakini ziko pale, fixed in the firmament. zimewekwa pale kwenye anga, But the eye cannot distinguish them. lakini macho yetu hawezi kuona nyota hizo. In the night we behold very dim luster. Lakini usiku tunaona nyota hizo vizuri sana. Believe me, the movement, the drive is coming. It has been there already. Amini, msukumo huo umekuwepo na unakuja. People are looking for the truth. Watu wanatafuta ukweli. This is the truth which has set us free. We have accepted the Seventh-day Adventist message. Ndio ukweli ambao utatuweka huru na tumeukubali kama Waadventista wa Sabato. Let's keep it on Hebu tuendelee until Jesus Christ comes. hadi Yesu arudi. Like the men from India, Na watu hawa wanaume kutoka India, I would say I have decided to follow Jesus Christ. nimeamua kumfuata Yesu Kristo. Like Micaiah said, Vile Mikaya alisema, what God will tell me, that is what I will speak. yale Mwenyezi Mungu ataniambia ndio nitakayoyasema. Where are the prophets of today? Wapi manabii wa leo wa sasa? Do you want to be among them? Je, ungependa kuwa mmoja wao? You can stand. Unaweza kusimama. If you want to be among the prophets of today. Ikiwa ungependa kuwa baina ya manabii wa sasa. God has given you Mungu amekupa that you can speak on his behalf. ya kwamba unaweza kuzungumza kwa niaba You yake. can share the good news to other people. Unaweza shiriki ujumbe huu mwema kwa watu wengine. You have experienced what salvation is Umeshuhudia wokovu ni nini within your and my family. kwa familia yako. And let's go on further and further, Hebu tuenende zaidi na zaidi, because we'll have an impact on those around us as you have done. kwa sababu tutafikia wale wengine vile tumewafikia. Let's pray. Our Heavenly Father, we want to thank you. This is the time we come to you humbly to know it is not on our power. It is your power which has changed us to grasp and receive the truth. As Jesus Christ has come, but let's make a choice, and the right choice, to stand for your truth. Oftentimes, there are challenges which may just set us aside from your truth. Yes, the choir has sung here this morning.
Rather than choosing Jesus Christ, but they chose Barabbas. Well, they should know that Jesus Christ is the one we can really follow because he is our Savior. Thank you, Lord, for this Sabbath day. Guide us as we have this responsibility in the big city of Kisii. Your church has made development and such wonderful work being done. Here and there, your churches have been planted on the hills. But God, let the women and men of your church continue to hold fast and to impact those who still need to see the light, because his house will be filled. And when the trumpet sounds, those who are there will enjoy. Let's pray for the work of yours here in this conference. We so pray in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Wakati tunaharakisha kwa wimbo the guest who was filming around, Joshua, you can come in front to greet us as Women Ministry Choir comes in front quickly to give us one item. Kabla ya kuimba, mgeni atatusalimu because I met to understand that I will stand at the gate to see us for now we move out. Na ningependa kutangaza ya kwamba wageni wetu wataondoka baada ya kumaliza, lakini sisi wengine ingia program ya Passover. Tuko na Pasaka baada ya hii program, na baada ya Pasaka tutakuwa na program ya jioni na Caleb Keraka. Hello church, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
kusalimu kwa muda mchache ndiposa aendelee kazi yake, na tunataka kushika, naongea Kiswahili asisikie, tunataka kushika jinsi mnavyotoka kanisani. Kwa hivyo tutakapomaliza uone ya kwamba unatabasamu kwa njia fulani unapotoka kanisani. Asante. Kuna style yenu ndio tunataka kuona. Joshua, don't worry, I was in another network, so we have old mamas here who are Kiswahili only. So at this time we want to introduce our guest from the General Conference, Elder Joshua Sagara, and I know he knows what he will say. People of communications know how to put their words. Joshua, you are very welcome. We have been welcoming you in your attention when you are around us, and I know you are doing a good job around. And after this, we are going to Mwanta Dev School. We have no minutes, so mkiona tukitoka tuko kazini. Kuna wale wanatusubiri bali. So thank you. Can you say hi now? Happy Sabbath to everyone. Again, happy Sabbath. I just want to bring a warm greetings from our World Church for the General Conference. Warm greetings also for our president, Pastor Ted Wilson. And this is my first time in this continent, for your information. And I've been dreaming to come to this continent for a long time. You need to remember that from my place, my country, church attendees is only in hundreds. And when I came here, Pastor Kiurela told me that you were joining the church with thousands of people. I cannot imagine. I cannot really try to imagine that. But when I came here, oh boy, thousands of people, really church member of God here in this place. So I was so happy. I was so glad. I was like looking at you. I never see a place where a lot of people inside the church opening the Bible so much. And only in this place, I witnessed that the Holy Spirit is still working in this place. Amen? And so keep the faith, keep the spirit, and let's be faithful until Jesus coming. Thank you very much. Nampea salamu kweli. Greetings. Pastor Msemwa, please come. We have to give greetings in your presence. Thank you so much. I think they are moving to another country, maybe our last day tomorrow. So let's give greetings to the General Conference, greetings to the ECD, men of God. As you travel, know that there are candidates of heaven here. Continue praying for us. We'll be praying for you too. Thank you. God bless you. Thank you. Usemi wangu rohoni mwangu niwe nawe daima.
Nasemaje kwa women ministry? Tungewasia wale ambao tunajua kuna shida ya parking, wageni wetu wangependa kuondoka, kwa hivyo tunawasihi kama unajua gari yako iko kwa njia, isongeze ili wapite, kwa maana wako hapa mbele. Karibu basi. Kabla sijasoma ile umesikia kwamba tunaelekea Mwata, ni kwa sababu